Bila shaka Mungu ametuacha kwa makusudi. Na makusudi haya ni ili tumtumikie Mungu kama vile hatujawahi kumtumikia wakati wowote. Lakini kusudi la pili ni ili wewe na mimi tutengeneze kile ambacho kimeharibika au kinakaribia kuharibika, ili Mungu afute hatia na kutupa neema ya kuwa washirika katika ufalme wake. Ndugu zangu, itawezekana kwamba tunaweza kufika mahali pa kuona, mbona kazi hizi zimekuwa nyingi? Mbona hatumalizi kimoja kikaja kingine? Nataka nikupe shauri hili, ndugu unayenisikiliza. Unapoona kazi zimekuwa nyingi katika usharika, katika jimbo na katika diocese, mshukuru sana Mungu kwamba amekupa heshima ya kuruhusu kazi yake ifanyike kupitia mikono yako na wakati ukiwa hai. Ndugu zangu, kuna watu ambao wako tu siku zote. Kuna watu ambao wako siku zote tu. Yupo hajisaidii mwenyewe. Yupo hamsaidii mtu. Yupo hafi. Ameweka jamu tu. Ndugu zangu, hatukuitwa na Mungu hapa duniani kuuza sura. Mungu ametuita hapa duniani ili tuwe watendakazi pamoja na yeye. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, haijalishi kwamba mtu ameishi miaka mingapi, maana miaka ni namba. Haijalishi amekuwa nani katika kipindi cha kuishi kwake, lakini ameacha nini katika maisha hayo aliyoyaishi. Ndugu zangu, mara nyingi napenda kusema hivi kwamba mtu anapokufa tusipambe. Maana kuna watu ambao wakifa tunaanza kutafuta, hivi tuandike nini? Na wengine tunashawishika kutunga uongo. Alikuwa mcheshi. Kwani nani si mcheshi? Alikuwa anapenda watu. Kwani nani anachukia watu? Ndugu zangu, kama mtu hajafanya kitu, tuandike amezaliwa, akamangamanga, akafa. Ndugu zangu, nataka niwakumbushe kwamba Mungu ametuita kufanya kazi yake. Na kama Mungu ametupa kufanya kazi yake, ametupa heshima ya kuruhusu kazi yake ifanyike na mikono hii ya wanadamu. Maana angeliweza kushusha malaika wafanye kwa niaba yake. Haijalishi tunafanya katika mazingira magumu kiasi gani, lakini kwamba Mungu ametufanya kuwa sehemu ya kazi yake ni jambo la kumshukuru Mungu sana. Sisi kule Tabora tunasema hivi: kama kazi ya Mungu inaua, ituue. Ngoja nirudie. Kama kazi ya Mungu inaua, ituue. Maana hatuna sababu ya kuwepo katika uso wa dunia kama si kufanya kazi ya Mungu huyu ambaye ametuita na akatufanya jinsi tulivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Ndugu zangu, katika sura ya 12 ya waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, ambayo somo letu ni sehemu yake, Mtume Paulo anakaza mafundisho kadhaa yaliyolenga kuwajenga Wakristo kiimani na kuwaimarisha wale wote waliopokea Injili ya Yesu Kristo na kukubali kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Katika moja ya mafundisho hayo, Mtume Paulo
anawataka Wakristo wa wakati wake, na anatutaka na sisi kuiweka miili yetu wakfu kwa Bwana na kukubali kufanywa upya katika akili. Na kukubali kufanywa upya katika akili. Lakini Mtume Paulo anasema tuweke miili yetu wakfu na kukubali kufanywa wapya kwenye akili zetu. Kuna watu wamejaza vitu vigumu kwenye akili zao mpaka wameanza kukonda, na wengine wamepata pressure, na wengine wamepata sukari kwa sababu ya mambo yaliyoko kwenye akili. Ndugu zangu, tunapoweka miili yetu wakfu na kukubali kufanywa wapya katika akili zetu, ni kumpa Yesu nafasi atawale, awe kiongozi, atuelekeze cha kufanya na nini sio cha kufanya katika wakati wetu. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, kwa kukaza hivi, Mtume Paulo anatuonya na anawaonya wasikilizaji wake wasikubali kuyumbishwa, na tena wasifanye kama watu wa dunia wanavyofanya. Maana yake ni nini, ndugu zangu? Kwa wakati wetu ni vigumu sana kumtofautisha Mkristo na asiye Mkristo. Siku hizi haimshangazi kumwona Mkristo pamoja na neema ya kumjua Mungu katika maisha yake, lakini yuko tayari kucheza ngoma inayochezwa na dunia. Yuko tayari kusema uongo. Yuko tayari kushuhudia kile ambacho moyoni mwake anaona sio sawa kabisa, lakini yuko tayari kusema hivi ndivyo ilivyo, lakini moyoni anashuhudiwa kwamba unasema uongo. Ndugu zangu, Mtume Paulo anatuonya kwamba sisi sio wa dunia hii, ingawa tunaishi duniani. Na kwa mantiki hii anatutaka tufanywe kuwa wapya na kumpokea Yesu. Na kwa upya huu anatazamia tuishi maisha tofauti na jinsi watu wa dunia wanavyoishi. Tuishi maisha tofauti. Watu wakituona wamuone Yesu katika maisha yetu. Bwana asifiwe. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Unajua, siku hizi kuna mtu akikwambia ameokoka, na anaongeza na neno la pili, anasema anampenda Yesu, na anaongeza na neno lingine, anasema Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha. Lakini ukiangalia kwenye macho yake, ukiangalia body language, ni mzamiaji tu. Ukiangalia anavyotembea, ni mzamiaji tu. Yesu ametuokoa ili tusiendelee kuwa wazamiaji. Piga makofi kwa Bwana Yesu. Yesu ameshuka akatukomboa, tena kwa damu ya thamani. Na kwa kufanya hivyo ni ili sisi tufanane na yeye. Watu wakituona wasiwe na sababu ya kujiuliza, hivi huyu ni nani, hata kama hatufahamu kwa majina. Mioyo na akili zao ziwashuhudie kwamba huyu ni mtu wa tofauti.
si sawasawa na mtu awaye yote. Napenda tuangalie mambo matatu. La kwanza, Mtume Paulo anatuonya tusijivune, na badala yake tuvae unyenyekevu. Katika hili Mtume Paulo anaanza kwa kutuonya juu ya majivuno. Kuna watu wanapenda kujivuna. Na angekuwa anajivuna tu ikaishia hapo, basi itakuwa ni shida yake. Lakini anajivuna na kuona wengine takataka. Na anajivuna si kwa sababu ana vitu vingi sana, lakini pengine ni afya tu. Ngoja nikuambie mtu wa Mungu, afya ni juhudi yako. Kwa hiyo ile asiye na mwili mkubwa si kwamba amekosa kitu cha maana, ameamua tu. Usimdharau kwa sababu ya udogo wa mwili wake. Kuna watu wanajivuna tu. Mtume Paulo anatuonya. Ndugu zangu, kupitia maonyo haya Mtume Paulo anatuonya na anaweka wazi kuwa kila mtu ajitazame kwa unyofu na kwa kiasi, sio kwa kujiona yeye ni bora kuliko mwingine. Kama una afya ni ya kwako. Kama una gari ni ya kwako. Na usimuone asiyekuwa na gari kuwa amekosa kitu cha maana. After all, wewe uliye na gari huwezi kukaa kwenye viti vyote vinne vilivyoko kwenye gari. Utakaa tu na hicho kimoja hapo. Na wewe uliye na chakula utakula sahani ile ile tu ya siku zote, utakula sahani nyingi. Na kwanza nataka niseme wewe uliye na gari, wewe ndio una hasara, maana utapita barabarani, tutakuomba lifti, tutaingia kwenye gari na saa nyingine na miguu yenye uchafu, na mwisho wa siku mwenye kuosha gari ni wewe. Nataka nikuambie mtu wa Mungu, usijivune. Pigie Bwana Yesu makofi. Usiwaone wengine takataka. Na inawezekana yule unayemdharau sasa, kesho atakuwa mwingine. Maana ndugu zangu, anayewainua watu ni Mungu. Leo huwezi kuamini kwamba, ndugu zangu, mimi nimezaliwa Masaini. Nimevaa rubega. Na rubega ile inafunika upande mmoja. Usiniulize huo upande mwingine unafunikwa na nini. Usiniulize. Na nimetembea peku bila kiatu. Lakini leo ni askofu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Sasa unajua, ukiniona nimekuwa askofu na pengine ulinifahamu wakati ule nilipovaa rubega, usianze kukasirika ukasema na yeye huyu ametoka wapi. Utajua mwenyewe. Ngoja nikuambie mtu wa Mungu, Mungu tunayemwamini haendi kilabu, hanyi sonyo, haamui kutokana na jinsi wewe unavyofikiri. Anaamua kutoka kiti chake cha enzi ampandishe nani? Yeye ndiye anaamua ampandishe nani na nani amuache. Nataka nikutie moyo wewe ambaye watu wote wanaona tu kama vile umezubazuba, kama vile huna maana sana.
Yule ambaye haualikualiku tu kila mahali, wanakuacha tu, unakuja kusikia mambo yanatokea. Usiwe na mashaka, maana Mungu ana ratiba mikononi mwako. Usimdharau mtu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Mtume Paulo anapotutaka tujifunike kwa mavazi ya unyenyekevu, kwa hakika anatutaka tuishi kwa amani na kuelewana na wengine katika jamii na katika kanisa. Ndugu zangu, jambo la pili ni hili: tumepewa neema tofauti, na kwa mantiki heshimu karama za wengine. Ni jambo lililo wazi kwa kila mtu Mungu amempatia karama tofauti kwa kadri ya imani aliyompimia. Kwa maneno rahisi, kila mtu amepewa karama tofauti na mwenzake. Kwa kufanya hivi, Mungu hakumaanisha kwamba wewe uliye na karama ya kuombea ni bora. Hakumaanisha kwamba wewe uliye askofu kama mimi wewe ni bora. Hapana. Hakumaanisha kwamba wewe uliyepewa karama ya kuimba wewe ni bora kuliko wengine. Hata hakumaanisha kwamba wewe ambaye unajua una karama ya kuongoza watu na ni mzee wa kanisa pengine wa baraza wewe ni bora kuliko wengine. Hata lakini Mungu amekuchagua tu. Anasema na wewe nenda katumike hapa, na wewe nenda katumike hapa, na wewe nenda katumike hapa, na wewe nenda katumike hapa. Aliyekuja asubuhi, aliyekuja saa 6, aliyekuja saa 11, aliyekuja saa 12, wote ni sawa mbele za Mungu. Yaani unajua saa nyingine naangalia kuna watu kwa sababu tu ana karama ya kuomba, anaona kama wengine hawana kitu chochote, hao wamezubazuba. Na unajua anaona kama vile mbingu ni ya kwake. Ngoja nikwambie mtu wa Mungu, hakuna mtu mwenye hati miliki na mbingu. Wewe unayefikiri wewe utakwenda mbinguni peke yako, kuna siku ukienda mbinguni utawakuta wale usiotazamia waende mbinguni. Bwana asifiwe. Sio mimi nimeandika, ni Biblia imeandika kwamba makahaba watawatangulia kwenda mbinguni. Ndugu zangu, unapokuta mtu ambaye unafikiri huyu haendi mbinguni, usifurahie kwa sababu haendi mbinguni, lakini kasirika kwamba kwa nini shetani amemshikilia hapa, kwa nini Mungu asishuke na kumuondoa ili aende mbinguni. Ndugu zangu, tumepewa karama tofauti, na kwa kufanya hivi hakumaanishi kwamba wewe ni bora. Hapana, isipokuwa tufahamu kuwa kila mtu ana kazi maalum. Bwana asifiwe watu. Bwana asifiwe. Ukiona unajua kuomba, una kazi maalum. Na badala ya kuhangaika na karama za wengine, ng'ang'ana kujua kitu gani Mungu anataka ufanye kwa karama aliyokupa. Kama Mungu amekupa karama ya uongozi, ng'ang'ana na hicho karama, ujue ni kwa kiasi gani utamzalia Mungu matunda, ili karama ile isiyo imewekezwa kwa mtu ambaye ni bure. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Tukijua ya kwamba Mungu ametupa karama tofauti, na kila karama ina kazi maalum, tunapaswa kuthamini kazi za wengine. Tunapaswa kuthamini karama za wengine, na tena kwa kujua ya kwamba karama hizi zikiunganishwa, mwili wa Kristo utajengwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Jambo la tatu ni hili: sisi sote tu mwili mmoja katika Yesu Kristo.
Sisi tulioko hapa, ingawa tuko wengi kwa idadi, lakini sote tumeunganishwa na Yesu Kristo katika mwili mmoja. Hapa hatuzungumzii habari ya Mmasai. Hapa hatuzungumzii habari ya Mchaga. Hapa hatuzungumzii habari ya Mpare. Sawa Mpare, sawa Mmasai, sawa Mchaga, sawa Mhaya. Lakini katika mwili mmoja makabila yetu yanafutwa. Maeneo tulikotoka yanafutwa. Tunaunganishwa na Yesu Kristo peke yake katika mwili wake. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, kwa kujua kwa njia ya Yesu Kristo tumefanywa kuwa mwili mmoja, basi kila mmoja anapaswa kumjali mwenzake, hata kama sio wa kabila lake au wa jamaa yake. Napenda nimalizie kwa kusema mambo matatu au manne. Moja, ndugu zangu, unyenyekevu sio uoga, bali ni msingi wa maisha ya Kikristo. Unapokuwa mnyenyekevu, hujakubali kuwa mtu wa hovyo, lakini ndio msingi wa maisha ya Kikristo. Na jambo la pili, kila mmoja ana nafasi na umuhimu ulio sawa katika kazi ya Mungu. Kwa maana hii hakuna aliye bora. Usije ukafikiri kwa sababu wewe umetoa milioni 1 kwenye mchango wa kanisa ukafikiri wewe ni bora. Kwanza aliyepewa vingi udaiwa vingi. Kwa hiyo umefanya iliyo saizi yako. Bwana asifiwe. Yule aliyekimbia mita 200 na aliyekimbia mita 1000 asije akajifanya kwamba yeye amefanya kitu cha maana. Wewe una pumzi ya kukimbia mita 1000, mimi nina pumzi ya kukimbia mita 200. Tuko sawa tu. Kinachotutofautisha ni urefu wa safari, lakini wote tumekimbia mbio. Bwana asifiwe, mtu wa Mungu. Ndugu zangu, umoja wetu katika Kristo ni silaha kubwa katika ushindi. Kama familia ya Mungu na taifa, tusikubali kugawanywa au kugawanyika, bali umoja katika Kristo. Kama yeye alivyo na umoja na Baba yake, ndivyo na sisi tunavyotakiwa tuwe na umoja katika familia, tuwe na umoja katika kanisa, tuwe na umoja katika usharika, tuwe na umoja kwenye kwaya, tuwe na umoja katika vikundi vya kwaya. Tusikubali kugawanywa. Maisha ya Kikristo ni safari ya milima na mabonde, ni magumu. Na anataka niseme, siku ile ulipoamua kumwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha, majaribu yamehamia kwako. Kwa nini? Kuzimu kunalalamika. Lakini tunapokutana na Yesu katika mwili na damu yake, mbali na kuoshwa, mbali na kutakaswa, mbali na kupewa nguvu, lakini tunapewa ujasiri na kibuyu cha maji cha kutusaidia hata katikati ya magumu na matatizo, lakini tuna furaha. Piga makofi kwa maana Yesu eti. Piga makofi. Katikati ya mambo magumu, nyuso zetu zinatakata kama vile tumepakwa lotion. Kwa nini? Mbali na matatizo na magumu, lakini huyu tuliye naye ni mkubwa kuliko matatizo tulionayo.